Yaani nimepona na sijatumia maji wala mafuta. Kuna mama mwingine anasema jamani, nipenda mimi nizungumze. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina mimi naitwa Esther Meela. Mimi ni jirani pale ndo kwangu. Hapa toka mkutano umeanza nimekuja mara moja, leo ni mara ya pili. Lakini kila nikitaka kuja roho haitaki. Kila nikisema nakuja kwenye mkutano roho haitaki. Hata siku ile mara ya kwanza nilipokuja nilikuja tu kwa kujivuta. Basi leo mkaanza mkaimba mkamaliza, niko tu hapo ndani. Mkahubiri, mmeanza mahubiri, nikamwambia binti yangu hapana, ngoja niende kwenye mkutano. Mama unasemaje? Roho inaniambia tu niende kwenye mkutano kwa sababu nasikia moyo unaniuma. Yaani toka mwaka umeanza upande wa kushoto moyo unaniuma. Alafu nikitaka kukunja shingo siwezi. Toka asubuhi nikamwambia naumwa, sijui niende hospitali. Akaniambia hapana mama, tumie kwanza dawa za maumivu. Nimetumia dawa za maumivu, dawa kali. Nimetumia hizi sio wanaita nini na dawa 3. Baadaye nikawa sijaona nafuu. Basi nilivyooga nikataka kwenda kwenye biashara. Kidogo roho ikaniambia usiende kwenye biashara leo, nenda kwenye mkutano. Ukaanza kuhubiri, sio muongee neno gani. Nikatoka taratibu, nikachukua kitenge, nikamwambia hebu ngoja niende hapo kwenye maombi, nitarudi. Nimefika hapa, ukawa unahubiri. Umeanza kuhubiri, ile shingo ikawa inakaza, siwezi kugeuka. Yaani upande wote huu ukawa unauma. Basi baadaye ulivyosema simama, nyosha mkono, usiachilie panapouma. Nikaendelea kushika tu hapa kwenye moyo. Nimeendelea kushika kwenye moyo. Sasa hivi yani nimepona. Yaani nilikuwa siwezi kugeuka. Hallelujah. Yaani siwezi kabisa. Masuala yalikuwa magumu. Kwa hiyo nimeweza kugeuka, hata kuinama. Mimi uoga siwezaje kuinama kufua. Uoga na nakaa kwenye kiti. Inama. Inama kabisa. Inama. Utaweza wewe inama tu. Inama kabisa uguse. Chuchuma. Yes. Tena kwa jina la Yesu. Tena kwa jina la Yesu Kristo atendaye. Pata nguvu. Kwa jina la Yesu chuchuma tena. Yesu utukufu wa milele. Asante mama. Mama kitua kaya. Mimi naitwa Esther Meela, ni mwenyeji wa Maji ya Chai. Mimi nipo tu karibu na kanisa. Mkutano ulianza, baada ya kuwa mkutano umeanza, nikawa nipo nyumbani. Nikawa nasikiliza mahubiri ya kanisa hapo. Mkutano ukafanyika ndani ya wiki 2, nikawa sijaenda, nasikiliza nikiwa nyumbani barazani kwangu. Lakini kuna siku moja mtumishi akasema, alisema ukifa, baada ya kufa hapo hapo utakapokufa ni hukumu. Basi haitaangalia kwamba umeolewa na nani wala dini yako ni nini, na msiangalie madhehebu. Basi nilikuwa najisikia vibaya, kuumwa kidogo. Nikawaambia binti yangu, nilikuwa nataka niende kwenye biashara, lakini kidogo nikamwambia binti yangu, hebu naomba kitenge hapo. Binti yangu akanipa kitenge, nikaondoka nikaenda kwenye mkutano. Baada ya kufika kwenye ule mkutano, bado shingo ilikuwa inaniuma. Hapo nikasikiliza mahubiri, baadaye ikafika muda wa maombi. Wagonjwa wote washike pale panapouma, waweke mkono na mkono mmoja waweke juu. Baada ya kuwa nimeweka kwenye shingo yangu, nikasikia kama vile shingo inauma kwa kukaza. Baadaye shingo iliachia moja kwa moja, mpaka sasa hivi sisikii maumivu tena. Kwa hiyo ile shingo ikawa imepona moja kwa moja. Kwa hiyo namshukuru Mungu, shingo yangu imepona, naendelea vizuri. Hiyo hali imenichukua muda mrefu sana sana. Kwa sababu 2000 mwezi wa 5 ndo nililazwa hospitalini Kiteto nikiwa Manyara. Kwa sababu kuna kipindi nilienda hospitali wakaniambia ni pressure imeshuka. Kwa hiyo ilifika muda mwingine mpaka wakanipima pressure, wakakuta imeshuka, wakanilaza. Nikawa nimetundikiwa madrip,
nikapata nafuu kidogo nikarudi nyumbani, lakini shingo bado iliendelea kukaza vile vile na moyo unauma. Yaani moyo unauma na shingo inakaza. Lakini toka nimepata maombi mpaka leo shingo imepona, moyo umepona, sijawahi kusikia kabisa. Kwa hivyo hata juzi nilikuwa nawasimulia ndugu zangu pale hospitalini, nawaambia mimi nimepona. Yaani nimepona na sijatumia maji wala mafuta. Kwa sababu sasa ile kukasirika ndio kumeisha. Ile shingo imeisha kabisa, sijawahi kuisikia toka siku ile ya maombi.